ya kufanya hii live leo because you're not tapping for me, you're not sharing the live, you're not pia yani TikTok iko vitu mingi sana inaendelea. Tupandishe mimi the reason why sitaki kupandisha watu kwa platform yangu juu like those people they feel like they're entitled that I have to tell them wewe fungua mic. Me imagine I can talk myself like this. Naweza fungua live yangu na nika-analyze mkatoa comments zenyu hapo, lakini niko na wale watu wenye najua hawa naweza wapandisha, wanaweza toa opinion, kuna watu wenye na respect naweza wapandisha. But sasa mimi ndapandishaje mtu? Unapandisha mtu kwa guest anakuja ana mute, alafu mimi mwenyewe ndio nifungue mdomo wangu nimwambie atisema. Hiyo ulisikia wapi? Tunakuwa nakuja kutafuta maneno. Ati umefungua live mtu ametuma guest. Wewe ndio mwambie sema kulikuwa aje, kulienda aje hiyo opinion. Kama unajua una opinion yote uwezi ongea kaa hapo chini. Sitaki stress. Wacha tu play hii tusikie. Huyu anasema I can see the I'm sorry at the moment sina vitu zinauza kwa bei ya wholesale, niko na vitu zimeingia kutoka China but nauza kwa retail, so yeah. When I was in China, I was looking for people watanunua vitu kwa bei ya wholesale. You are not available right now. Even me, I don't have. Sorry. So guys, hebu tusikie ni maneno. Naomba tusikie vizuri. Guys, wacha niombe before tuanze hii chai. But God, fungeni macho, niombe nianze kuplaysha hii chai. Cause Mungu anipe nguvu na maarifa. Mungu anipe words za kuongea. Thank you so much to those people that they are reposting my life. God bless you. Na kama hujatuma heart me, jua mimi siwezi kusaidia. If you are not my team member, me I'll never help you. If you are not here even to share the live, kunitapia, kunifanyia nini, penye ulindo katuma heart me ya kwanza huko ndo utaenda kusaidika. Na mwenye ulimfollow ndo utaenda kusaidie, not me. Okay? So naomba mfunge macho tuombe cause nikianza kuplaysha hii audio gig yake I'm 100% God. Nakuja mbele zako nikisema ni asante. Hii kitu yenye nenda kuongea najua si nzuri na si poa sana. Sikupenda kwangu nilete hii topic, lakini inanibidi. Hey Mungu, simama na Kanyare, simama na familia yake. Najua hapa TikTok tunakuanga na mashetani. Like ukikuwa in your down the last moment, like unataka watu wakuoneshe flower, hao mashetani wanakujanga, wanakuuma wakipuliza. Hey Mungu, nisaidie nisikuwe one of those shetani wenye wanataka kuangusha Kanyare chini. God, stand with me. Na wote wenye wameongea guys, God, ni opinion yao. I'm not here to disrespect them, but I'm here to analyze na niweke watu wangu watoe opinion. Mungu, simama na Kanyare, simama na familia yake. Pia Mungu, simama na watu wangu. In Jesus name I pray. Amen. Nimeomba. So I'm going to start with this one. Listen guys. It was sometime in 2020. First of all guys, we need to tap. Let us start. Guys, I'm yuko serious. Mimi sitaki kushout guys. Nimewambia I'm working on my voice. Share the live and do that. Skizeni. Diana Rosa anajua Kanyare. For these charges. Yeah, so I'm like, what the hell? What happened? How did he get out? So something foul is happening. Kama ni kamiti, kwa lazima kamiti kuwe na records zake pia. Ebu, unaona mtaratara ameandika. He was in committee. Jail for 2 days alafu appeal at all. Ebu ona. How? Appeal under certificate of emergency. Na speaker saa hizo wanatoka.
Ebu acha pandisha mtaratara. Hata kama ni certificate. Very possible. This is not even chai. This is not chai. So wakati alishikwa, after 2 courts zimekataa kuentertain kesi wakakubali judge alipeleka kwa committee na akappeal to Supreme Court to see if the Supreme case kwa Supreme Court. So the questions Kenyans have is, why is the Supreme Court not taking up the matter to jue kesi inaendelea aje? And for him, so before tuendelee, these people nimesikia, kusikia kwangu nimesikia, they are trying to confuse Kanyare with somebody else. Na nitawapeleka mtasikia hiyo, na hata mkienda kuangalia. So Diana Rose mtaratara and kusema kuhusu, and I'm not here to say anything, but just know sometimes tunafaa tujue mtu akikuwa kwa the last moment yenye anahitaji watu, msimletenge chini. And I've learned this from TikTok, Kenyan TikTok. Ukikuwa na shida ndio wanakubuli, ndio wanakumaliza, ndio wanafanya nini. So hii story inatokea ati Pastor Kanyara alibaka mtoto wa miaka 4. How can a big pastor like Kanyare abake mtoto wa miaka 4 na akwe ameachiliwa? Mko na proof? Hizo proof zote mnaleta, nasikia ilikuwa ya mtu mwingine. Guys, mnasikia tu kama mimi. in Kenya that is prominent and known by that alias name. The name Pastor Kanyari, we only know one Pastor Kanyari.